Nilikuwa nafanya kazi usiku kama mlinzi katika jengo la ofisi za kampuni lenye ukubwa wa kati huko jijini Dar es Salaam. Na kwa sehemu kubwa usiku ulikuwa kuchosha, tulivu na usio na matukio. Ndio maana kile kilichotokea usiku mmoja kimebaki akilini mwangu kwa miaka mingi. Ilikuwa takriban saa 6 usiku baada ya wafanyakazi wa mwisho kuondoka kwenye jengo na eneo la mapokezi, lobby, kubaki tupu isipokuwa mimi tu na mwanga wa skrini za ulinzi. Kazi yangu ilikuwa rahisi, kuangalia kamera, kufanya doria chache, kuandika matukio yoyote, na zaidi ya yote kukaa tu na kuangalia kama kuna jambo lisilo la kawaida. Usiku huo nilikuwa nafuata utaratibu wangu wa kawaida, nikichunguza skrini za lifti, korido na maegesho ya magari ya chini ya ardhi. Nilipogundua kivuli kikitembea kati ya magari kwenye kamera ya maegesho ya chini, jambo ambalo lilinishangaza kwa sababu eneo hilo lilipaswa kuwa tupu kabisa muda huo. Ni watu tu wenye ruhusa ya masaa 24 ndio waliokuwa wanaweza kuingia, na nilijua hakuna aliyekuwa nayo wakati huo. Mwanzoni nilifikiri huenda alikuwa mmoja wa wafanyakazi wa IT wa zamu ya usiku au mfanyakazi wa usafi, lakini haiku make sense kwa sababu wafanyakazi wa usafi walikuwa wameondoka saa nyingi zilizopita, na yule mtu hakuwa amebeba vifaa wala kuvaa sare. Alikuwa amevaa koti refu jeusi lililonekana kubwa kidogo kwake, na hakuwa akielekea kwenye gari lolote maalum wala kwenye mlango wa kutokea. Alikuwa akitembea polepole, akizunguka kati ya mistari ya magari, kana kwamba alikuwa akikagua eneo au kuhakikisha hakuna mtu karibu. Na jinsi alivyokuwa akitembea kulinipa wasiwasi na mashaka. Sikuweza kueleza ni nini hasa, lakini haikuwa kawaida. Nilimpigia supervisor wangu na kumweleza nilichokuwa naona. Aliniambia nibaki kwenye kituo changu na niendelee kuangalia kamera, jambo nililofanya. Lakini hisia zangu ziliniambia nahitaji kwenda kujionea mwenyewe. Kwa hiyo nilichukua tochi yangu na kuelekea kwenye maegesho. Safari ya lifti ilikuwa ndefu na ya polepole, na kila ghorofa niliyopita ilionekana kutoa mwangwi ndani ya shimoni la lifti, jambo lililonifanya nijisikie na wasiwasi zaidi kuliko kawaida. Milango ilipofunguka kwenye ngazi ya maegesho, nilimulika eneo lote kwa tochi yangu, na lilikuwa tupu, kimya kabisa. Kimya cha aina ile kinachobana masikio yako na kufanya kila mlio mdogo wa jengo usikike mkubwa. Nilipaza sauti, "Hello, ulinzi hapa." Lakini mwangwi ulirudi bila jibu, na sikusikia mtu yeyote akijibu. Nilitembea polepole kati ya mistari ya magari, nikimulika kila kona ya giza, kila nafasi kati ya magari, lakini hakukuwa na kitu. Hakukuwa na kivuli hata kimoja, wala mtu yeyote. Mapigo ya moyo wangu yalikuwa yakiongezeka, na lilianza kujishuku, nikifikiri huenda kamera ilikuwa imeharibika au ilikuwa imechukua kivuli ambacho hakikuwepo kweli. Kwa hiyo nilirudi juu kwenye eneo la mapokezi nikijaribu kupuuza hilo. Lakini mara tu nilipokaa na kuangalia tena kamera ya maegesho, alikuwa pale, amesimama mahali pale, kana kwamba hakuwa amesogea tangu nilipokuwa kule. Na hapo moyo wangu ulipiga kwa hofu, kwa sababu nilijua nilikuwa nimetoka kule muda mfupi uliopita. Hakukuwa na namna angeweza kurudi mahali pale bila kuonekana, isipokuwa kama alikuwa akiniangalia, au mbaya zaidi, alikuwa akiningoja. Nilimpigia tena msimamizi kwa redio, nikamwambia nitaendelea kuangalia kamera, na aliniambia nisimsogelee isipokuwa iwe kuna ulazima wa kufanya hivyo, jambo ambalo lilikuwa rahisi kusema kuliko kutenda, kwa sababu sikuweza kuacha kumtazama, na akili yangu ilikuwa tayari inawaza kila hali inayoweza kutokea. Kwa dakika 20 zilizofuata, nilimtazama akitembea polepole kuelekea kwenye ngazi za dharura zinazoenda ghorofa za juu. Alitembea kwa tahadhari, akisimama mara kwa mara, akiangalia nyuma kama vile alikuwa anamtafuta mtu. Kisha akatoweka kwenye kamera kabla tu hajafika mlangoni, jambo lililofanya tumbo langu lijikaze kwa hofu. Niliangalia kamera nyingine zote, korido, maeneo ya lifti, hata njia ya kuelekea juu ya paa, lakini hakukuwa na kitu. Hakukuwa na dalili yake hata kidogo, jambo lililofanya nijisikie vibaya zaidi, kwa sababu haikuwa inawezekana atoweke haraka hivyo, na ilinipa hisia nzito kwamba alikuwa na namna fulani ya kuingia kwenye jengo, au alikuwa amejificha kwa njia ambayo sikuweza kuona. Nilibaki kwenye kiti changu,
moyo ukidunda kwa hofu. Nikasikia lifti ikitoa mlio ding na kufunguka kwenye eneo la mapokezi. Hakukuwa na mtu ndani, lakini kwenye sakafu niliona nyayo zenye maji zikielekea kutoka lifti kuingia kwenye eneo kuu la mapokezi. Nyayo za miguu isiyo na viatu, jambo ambalo lilikuwa si la kawaida kwa sababu nje kulikuwa na baridi kali. Nilisimama pale nikiwa nimeganda, nikiwaza kwamba kama alikuwa ndani ya jengo muda huu, basi huyu mtu angeweza kuwa popote na kuingia ofisi au chumba chochote cha kuhifadhia vitu kilicho wazi na kujificha humo. Niliita doria ya nje kwa msaada na nikafikiria kujifungia kwenye eneo la mapokezi. Lakini kitu ndani yangu kiliniambia nifanye doria kuthibitisha hali halisi. Jambo ambalo nikifikiria sasa lilikuwa kosa. Nilipanda lifti hadi ghorofa ya 5 na kuanza kutembea polepole kwenye korido, nikiwa na tochi mkononi, nikichunguza kila mlango wa ofisi na kuangalia kama kuna kitu chochote kinatembea. Kila mlio wa jengo ulinifanya niruke kwa hofu. Katikati ya korido niliona mlango mmoja wa ofisi ukiwa umefunguliwa kidogo, jambo ambalo halikupaswa kutokea kwa sababu milango hiyo ilifungwa kila usiku. Niliusukuma mlango huo kwa tochi yangu nikichungulia ndani, lakini chumba kilikuwa tupu, isipokuwa skrini ya kompyuta iliyokuwa imezimika na kiti kilichosukumwa chini ya meza. Hakukuwa na kitu kingine. Nilipotoka tena kwenye korido, niliganda kwa sababu nilisikia sauti ya hatua za miguu kwenye vigae nyuma yangu. Sio zangu, nzito, zenye maji, zisizo sawa, zikija kwa kasi kuelekea kwangu. Moyo wangu uliruka na niligeuza tochi yangu haraka kuangaza korido. Nikamuona kwa mbali yule mtu mwenye koti jeusi mwishoni mwa korido. Hakuwa akikimbia, lakini alikuwa akitembea haraka. Na hapo ndipo niligundua alikuwa akinifuata muda wote, akijificha nje ya macho yangu kila nilipoangalia kamera. Nilianza kukimbia kwa kasi kuelekea kwenye ngazi za dharura. Hata sikugundua mkono wangu ukigonga reli ya ngazi nilipokuwa nakimbia kupita. Hatua zake zilikuwa karibu, kiasi kwamba sasa ningeweza kuzisikia wazi zikitoa mwangwi kwenye korido. Na nikatambua sikuwa na wazo lolote jinsi alivyoingia ndani, wala sikuwa najua alitaka nini, na hofu ilikuwa inanibana hadi kushindwa kupumua. Niliingia kwenye ngazi za dharura kwa haraka, nikiteleza chini kwa hatua chache na kufunga mlango kwa nguvu nyuma yangu, wakati hatua zake zilisikika juu ya sakafu ya ghorofa ya juu. Kisha zikakatika ghafla, na nilikaa pale nikitetemeka kwa dakika kadhaa, nikijaribu kupata pumzi na kujihakikishia kwamba huenda nilikuwa nimeota. Lakini sauti ya pumzi yangu mwenyewe na mwangwi wa zile hatua zilinifanya nijisikie kama nimepatwa na uchizi. Siku ile Petroli walipofika, walikagua eneo lote. Hawakumpata, hakuna ushahidi, hakuna chochote. Lakini waliondoka wakisema jambo moja ambalo lilibaki moyoni mwangu. Hatua alizokimbia huyu mtu si za kawaida, walisema. Niliacha kazi ndani ya mwezi mmoja mpaka leo. Kila mara nikiingia kwenye parking ya basement, kila mara mlango wa lifti ukifunguka bila mtu, moyo wangu hupiga na kukumbuka ile siku. Na mara nyingi, na hapa kwamba mara nyingine, nikitembea, nasikia hatua nyingine zikinifuata, lakini nikigeuka, hakuna mtu.